mwenzio, kwa Yesu kuna kila kitu unachokihitaji. Unataka afya, unataka uzima, unataka utajiri, unataka mume, unataka mke, chochote kiko chake. Kwa sababu gani? Anasema mbingu na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, na dunia na wote wakao ndani yake. Haleluya! Kwa vyote ni vya Mungu. Haleluya! Sema kitafanyika, shetani yeye amevishikilia na anasema kama vya kwake, lakini sio vya kwake. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uweza kumwachia kwa muda. Ndio maana kule hakunaga uhakika. Yaani shetani akikamata vitu vya wana Mungu, amekamata hujamjua Mungu akavishikilia. Lakini sikiliza, utaanza kumjua Mungu na kumtafuta, anasema atavirejesha. Nitarejesha ile miaka yako ile iliyokuwa na nzige na madumadu na tamutu, itarejeshwa. Maana kuna miaka yako ambayo ulitakuwa uishi maisha fulani, amen, lakini haukuweza kuishi. Sikiliza, haijalishi umefikia aged. Ibrahimu miaka 90 akamwona Mungu kwa hukumu, kwa nguvu na uweza. Unajua shetani ameshikilia tu. Sema ameshikilia tu. Ameshikilia tu. Ameshikilia tu. Muda wowote najua anaviachia, anavitema, anavitapika. Amen. Anavitapika. Amen. Anaviachia. Amen. Anaviachia. Amen. Yaani hamna uhakika. Haijalishi amefanya kazi miaka 40 ya kuloga, miaka 50, miaka 80 akaloga, lakini sikiliza, Yesu Kristo anayezivunja kazi ya ibilisi aliyozilishwa ndani yako. Hiyo kazi ya shetani itavunjwa na kuharibika katika jina la Yesu. Amen. Pima choenda yeye miaka mingapi? Amejenga madhabahu kwa madhabahu. Madhabahu 100, madhabahu 20, 30. Sikiliza, Yesu mwana wa Mungu amezilishwa ili kuzivunja kazi za shetani ibilisi. Ninaamuru kwa jina la Yesu, kila kazi ya shetani inakushikilia leo ivunjike katika jina la Yesu. Kila kazi ya ibilisi ivunjike kwa damu ya kondoo. Kila kazi ya shetani ibilisi ivunjike ndani yako. Kila kazi ya shetani ibilisi aliyokufunga kwa miaka mingi, aliyokushikilia kwa miaka mingi, leo ivunjike kwa jina la Yesu. Amen. Maana imeandikwa, kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Nasema jina la Yesu likuokoe katika jina la Yesu. Amen. Jina la Bwana likuokoe leo katika jina la Yesu. Bwana akuokoe. Bwana akuokoe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini kinachokutesa? Unajua anasema aliye ndani yenu ni mkuu. Yesu mwenyewe anawaambia, sikiliza, aliyomfufua Yesu, ikiwa roho yake aliyomfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu yuko ndani mwako. Yesu yuko ndani mwako. Amen. Mungu Baba mkuu yuko ndani mwako. Amen. Na yeye atauisha hiyo hali uliyokuwa nayo. Kuna ukuu ambao umekuwa nao, lakini adui ameukamata, ameumeza, ameushikilia, ameufunga. Yule mtu wa ndani ana uwezo ndani yako tena kufanya vile ambavyo Mungu alikuumbia. Unajiona uwezi kitu, unajiona ufai. Sikiliza. Sikiliza, anasema Warumi 8:11. Ikiwa roho yake ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Amen. Ili ule ukuu wako upate kuonekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kilichokufunga ndani yako Bwana akiuishe kupitia ndani mwako. Amen. Kupitia ndani mwako. Amen. Bwana akuuishe. Haleluya. Bwana akuuishe. Amen. Bwana akuponye. Amen. Bwana akuponye. Amen. Vifungo viachilie. Amen. Kamba viachilie. Amen. Vifungo vya kuachilie. Amen. Upate kuwa huru katika jina la Yesu.